Naam, hebu tuangalie namna ya kufanya management ya joint examination result na kupata matokeo ya aina hii kwa shule moja moja au na analysis za project nzima, ambapo namna ya kumanage account once umepata username na password na link unaingia, utakutana na dashboard ya namna hiyo. Kwenye hii dashboard kuna vitu vichache vya kuseti. Nenda kwenye site setting ili useti majina na taarifa za hiyo taasisi yako. Mfano hapo nimeseti hivyo, na taasisi na taarifa nyingine ikiwemo logo, upload logo, lakini pia na hii background, but by default hii iko uploaded. Unaweza ukaupload kila kitu, kinaweza kiwa kiko by default uploaded kutokana na request yako. Once done una save. Unaweza ukaona kuna changes ambazo zimechukua nafasi. Kwa hiyo uta customize. Kwa nini ucustomize hapa? Ili kule kwenye website ambayo itakuwa inaonekana na wengine kama hivi iwe kwa namna unavyotaka wewe ionekane. Yes, turudi hapa. Once umemaliza kufanya management ya site yako, then utaenda kupakia shule zako. Ukiangalia hapa tujapakia shule yoyote, basi uta download template ambayo ni namna hiyo. Once ume download template itakuwa inaonekana namna hii. Utaisave, utarudi hapa kwenye upload, then utaenda kwenye template yetu iko hapa, yes hii hapa, then nitaipakia. Yes. Once nimeipakia, yes, unaweza kaona zile shule ambazo nimeshazipakia. Ukishamaliza kupakia kuna hatua za kufuata, ambapo nitaenda kwenye update short names. Yes, nita update. Once nimemaliza nita update private hizo schools. Yes, then done. Hakukuwa na private school wakati hizo shule nimezipakia. Nimemaliza. Baada ya kumaliza narudi tena kwenye data setting. Data setting by default tumeshaziseti. Kwa mfano kwenye academic level tumeshaziweka, zipo academic level, masomo yote tumeshayaweka, lakini wewe unaweza kucustomize kwa namna unavyoona. Kwa mfano kwenye matokeo ya mwisho unaweza kusema mimi civics, unaweza kuona civics kifupisho chake ni civ. Ukasema hapana, mimi nataka ionekane civics in full way. Yes, turudi hapa. Kwa hiyo utacustomize, utaandika kwamba civics yangu mimi nataka ionekane hivi, au civics yangu kule kwenye matokeo ya juu yaonekane uraia, ili kwa sababu wanaosoma pia ni watu aina tofauti. Kwa hiyo uta customize, then uta save changes. Yes, once done, yes, unaweza ka manage kila kitu unachokitaka, lakini by default tumesha set kila kitu kwa namna ambavyo ni standard. Lakini wewe unaweza uka customize. Kwa mfano kitu muhimu sana, unaweza uka manage rules. Kwa mfano unaweza kusema ngoja mimi kwenye O level nika customize A yangu haianzi 75. A yangu mimi inaanzia labda 80. Ni wewe mwenyewe na project yako unavyoona hiyo yes, inaweza A yangu itaanzia 80. Kwa hiyo kila kitu utakachokifanya A itahesabika kama 80, lakini nirudishe kwenye standard. Kama mimi division yangu division inaanzia 0.7 mpaka 14, unaweza pia ukaongeza ukacustomize kwa kadri wewe unavyoona inafaa kwenye project yako, lakini by default zimeshasetiwa, ziko kwenye standard way. Yes, naam, once done, yes, kila kitu kiko sawa. Combination kama unahisi kuna kwa O level kuna combination zimesaulika, unaweza ukaongeza combination. Kwenye hiyo combination once umeiongeza combination, unaweza kaongeza masomo. Kwa hiyo ita list orodha ya masomo, then utaya-check, itakuwa added kwenye hiyo combination. Yes, turudi kwenye msingi wa project yetu, ambapo ni hapa project list, ambapo hapa ndiko tunapo add aina ya project. Kwa mfano project yangu ni form 3 form 4 joint, ambayo inafanyika mwezi huu, imefanyika mwezi Machi. Anyway, huu mwaka unaweza ukaandika hapo au ukaandika na huku pia. Jumla ya shule zilizoshiriki, naweza ngasema shule zilizoshiriki kwenye hiyo project ni 47. Je, enable school upload, yani enable school upload kwamba kule shuleni kwenye account za shule waweze kupakia matokeo, then naweza ngasema ndio au hapana, au project hii naifanya mimi mwenyewe. Sihitaji kule shuleni wakawa na cha kufanya zaidi, mimi nitakuwa na jaza matokeo
pamoja kwenye shule zote na kupakia. Kwa hiyo hii button kuiallow, maana yake unaruhusu kule shuleni kwenye akaunti za shule waweze kuingia wao wenyewe kupakua template na kupakia matokeo kwenye hiyo project yako. Yes, once nimemaliza naweza nika add subtitle hapo kama nimetolea mfano. Anyway, niende haraka haraka PMO right, mfano this cancel. Hii ni project hii project title ni full project title, yani sio kwa ufupisho kama ambavyo nimefanya hapo juu. Hapa ni muhimu kwenye academic level, unachagua kwamba hiyo project ni O level, A level au primary. Kumbuka system hii na afford system zote hizo tatu. Kwa mfano hii ni O level, naweza nikasema sasa hapa naifanyia hapa ni Rungwe District Council. Naweza nika upload project logo, lakini sio lazima hapa. Napo nimerahisisha tu, sio lazima. Project by default ni active. Once done na save. Nikisave tu itadirect moja kwa moja kwenye kufanyia management ya hiyo project. Lakini nikirudi hapa itanionyesha hii project hapa. Unaweza kaona inanionyesha hii project ni ya jina lake na mwaka gani. Naweza nikaiedit kama nimekosea, lakini sasa niende kwenye kufanya management ambapo ni hapa. Naenda kwenye sehemu ya upload candidates and final marks. Ni sehemu hiyo tu ambapo nikija hapa nita download template, nitaipakia alama. Template yenyewe nimesha download, ni hii hapa. Nimeshaipakia alama na wanafunzi. Naenda kuipakia kwenye mfumo moja kwa moja, then naenda kwenye upload templates. Yes, once done itaniletea report, na kama kuna errors itanionyesha kwamba ni ipi. Kwa hiyo wewe utaangalia kwa mfano student created hapa ni 4354. Je, template yako ina wanafunzi hao? Japo mfumo wenyewe kwa wale itakaowaruka kutokana na makosa mbalimbali kama kuandika jinsi ambazo haziruhusiwi, basi mfumo utakwambia, lakini ni kweli hapa ni sahihi orodha ya wanafunzi iliyoniletea. Then na close. Nimeshamaliza na wanafunzi wangu inaonekana hapa, jumla ya shule, wanafunzi wa kike wa kiume. Then naenda sehemu hii ya score upload. Nikigonga score upload na arudi na ipakia ile template ili iweze kupakia sasa matokeo, kwa sababu imeshapakia wanafunzi na imewapa unique ID. Then na upload. Na upload inafanya iko faster sana, hata kwa wanafunzi 50,000 unatumia muda mfupi sana kwa namna ambavyo iko set. Yes, then done. Unaweza kaona imeniletea muda ambao nimefanyia kazi na matokeo yameshapakiwa. Na hapa inanionyesha errors ambazo zimetokea. Kwa mfano inanionyesha no grade rules. Kwa hiyo kwa mfano akiniletea hii rule number 65 no somo la civics no grade rules. Hii labda inasema kwamba kule kwenye grading rules kuna namna sijaseti vizuri, lakini unaweza ukaseti kwa kadiri unavyoona. Ina maana 65 haitambuliki. Yes, hizi ni errors ambazo zitaonekana kwenye ile template yako kwa kadiri ambavyo nimefanya mabadiliko kule, kuna namna ambavyo imeathiri hapa. Then nimemaliza. Kwa hiyo matokeo yangu yataonekana, matokeo ya wanafunzi yataonekana hapa. Tayari yanakuwa yanaonekana hapa. Kwa hiyo kwenye template huku nikibadilisha chochote kwenye template, kwa mfano nikabadilisha nikasema mwanafunzi huyu anapata 77, nikasave, nikaja nikaipakia template ile hapa kwenye score upload, nikaja nikaipakia template ile, itakachofanya itaenda kwa update pale peke yake kwenye wale wanafunzi, kwenye yule mwanafunzi ambaye nimerekebisha. Yes, anyway, twende baada ya kuwa umefanya umesha upload student na score, then turudi sasa kwenye hatua ya pili ambayo ni kuprocess result and ranking, ambapo nikiklik hapo itaniletea option hizo. Option ya kwanza ni kuprocess student result. Naenda click na process student result. Kwa hiyo itaprocess kwa namna ambavyo nimeseti zile grading rules na division. Tayari matokeo ya wanafunzi wote yako tayari. Then nitaenda kwenye school performance. Nitaprocess school performance. Then matokeo ya shule zote yako tayari.
Then nitaenda kwenye subject performance, then done. Ni refresh tu hapa, lakini done. Matokeo ya masomo yako tayari. Baada ya kumaliza hapo, naenda kuruhusu matokeo sasa ili yaweze kuonekana kule public. Nikienda kwenye release result, by default inaonekana result are off. Turudi hapa kwenye kwenye public link, ambapo nikikliki unaweza kaona, nikirefresh hapa naona hakuna matokeo ambayo yapo. Lakini nikija nikaruhusu sasa ya matokeo, tayari matokeo yako live. Nikirudi huku, tayari matokeo yako live, ambapo wanafunzi sasa, na hii linki inakuwa public, unaweza ukashare nao. Matokeo yako tayari, wanafunzi wanaweza wakaview. Yes, unaweza ukaona. Kwa hiyo na zile ranki zote ziko tayari na matokeo yako kwa ajili ya kuwa viewed. Lakini unaweza kusema kuna sehemu nimekosea, unarudi kama admin na kudisable matokeo hayo yasiwe online kwa ajili ya kuwa viewed, ambapo nikirefresh nikirefresh matokeo yale yataondoka na hakutakuwa na matokeo ya kuonesha. Yes, turudi sasa. Matokeo tumeacha yako wazi, tuyafiche kwanza, tuangalie kwanza school ranking. Turudi kwenye project, kwenye manage, tumesha ruhusu matokeo. Hapo unaweza kaangalia quick school ranking, mpangilio wa shule ni sahihi. Unaweza kaona mpangilio wako wa shule huo hapo uko sawa, unaweza ka export. Lakini naweza nikaenda kwenye ranking, nikaenda kwenye school ranking, nikaconfigure, nikaangalia school performance kwa kadri ninavyoona mimi inafaa. Kwa mfano nimeangalia kwa ujumla, unaweza kaona in a very detailed, ambapo unaweza ka export au ka print au ka export kwenye Excel. Sehemu nyingine ni sehemu ya kuview school subject performance, ambapo naenda hapo nachagua somo. Naweza nikachagua labda Kiswahili, nika view Kiswahili performance yake ikoje kuanzia shule ya kwanza mpaka ya mwisho, inaweza ikaonekana. Yes. Turudi hapa kwenye manage, tuko hapa kwenye school ranking, tuko sehemu hii. Nikienda hapa ni school general performance na ranking, ambapo itanionyesha sasa kile final touch ya matokeo. Shule zote ziko ngapi, za private, za serikali, wanafunzi waliosajiliwa, GPA ya jumla hii hapa, division county, female, male, top 10 school hizo hapo, overall government and the rest is best student na mambo mengine kama hayo. Sasa nataka ni print haya, hizi rank zangu hizi zimeshakaa vizuri. Nikiklik hapo itaniletea sasa sheet tayari hii hapa. Matokeo yangu haya hapa, inanionyesha sasa tables zote ambazo naweza nikaandalia report, best 10 school, best overall, subject performance, best student in all subject. Yes, kitu kama hicho. Asante. Anyway, nirudi kidogo hapa, sorry. Nirudi hapa kwenye usajili. Baada ya kumaliza generate user account. Sorry. Hapa generate user account. Muhimu sana. Kwa hiyo na watengenezea hawa hizi shule nazitengenezea account ili wao wenyewe waingie kwenye hizi shule na kuangalia matokeo. Kwa hiyo unaweza kuona inanionyesha message kwamba tayari hizo shule zote 57 zimeshatengenezewa account na default password nimepewa. Sasa ngoja niingie kwenye shule moja kwa username. Username ni ile school namba ya shule ya usajili. Kwa mfano niende hapa ni copy. Yes. Kwenye ile linki ambayo wewe umeingilia kufanya management, walimu waingie hii hapa. Yes. Naweka na default ambayo umewatengeneza. Naam, kwa upande wa shule, yes, akilogin atakutana na kitu kama hichi, ambapo akienda kwenye view result anakutana sasa na ile school rank ambayo tumeiona kule, subject ranking na general performance. Muhimu yeye ataenda kwenye school result, ambapo atakutana na shule yake peke yake, ambapo anaweza akaenda hapo akaangalia summary, performance summary ya shule yake, na shule yake imekuwa ya ngapi, na graph with charts. Unaweza ukaona
lakini anaweza akaangalia detailed subject performance grade. Hii hapa anaweza kaona kwa kila somo, lakini ni view. Hebu niende kama na print hapo. Yes, hii hapa matokeo yake yataonekana, jina na performance huku mwisho ya point na division. Nirudi hapa, lakini pia anaweza kaangalia hayo matokeo in detailed kwa nectar format. Yes, lakini pia anaweza kaangalia student report, hizi performance ya mwanafunzi. Kwa mfano hapo mwanafunzi amekuwa wangapi kati ya wangapi, lakini pia kwa kila somo. Kwa hizi ripoti zote anaweza akaamua kuziprint, kuzisave hizi ripoti zote za wanafunzi wote kwenye hiyo project. Lakini pia anaweza kapakua bulk SMS, ambapo hizi SMS zinakuwa ziko concatenated kwa namna hii kwa kila mwanafunzi. Habari mzazi wa fulani na alama na grade na division kwa kila mwanafunzi. Kwa sasa hatuja integrate, lakini once tume integrate na umenunua SMS kwa ajili ya hiyo project, utaweza kusendi kwa wanafunzi wote ikiwa tu ile template umejaza na alama na namba za wanafunzi. Lakini kwa sasa unaweza ukaexport kwenye Excel, hizo SMS na kuzituma kwa njia nyingine mbadala. Yes, unaweza kaziona hizi SMS ziko tayari. Ukiandika namba ya simu, kuna namna nyingine unaweza ukatumia kwa ajili ya kuwatumia wazazi moja kwa moja kwenye simu zao. Yes, turudi tena hapa. Yes, kwenye subject performance hapa itaonyesha somo moja moja kwenye hiyo shule limefanyaje. Kwa mfano nimechagua anyway physics imefanyaje, na generate report inaweza ikaonekana namna hii with a graph and chart. Kwa hiyo naweza kamprintia huyu mwalimu hapa with a graph and chart, naweza nikamprintia moja kwa moja huyu mwalimu matokeo yake ya somo lake. Yes, lakini pia iko on na nimeshajiridhisha, na kila shule inaweza kaingia au kila mwanafunzi anaweza kaingia na kuyaona. Asante. 0763 16 96 95